Masomo tuliyosikia yanatupeleka katika safari ambayo Kristo mwenyewe ndiye dereva. Katika somo la kwanza tumeona uumbaji. Mungu aliumba kila kitu kwa upendo, na kwa kuwa aliumba kila kitu kwa upendo, Mungu anatengeneza mazingira ya kumkomboa huyu mwanadamu ambaye alimuumba pendo. Lakini pia tumeona sadaka Ibrahimu, ishara ya huyu mwanadamu aliyeumbwa kwa upendo kuwa na imani, kuwa na matumaini hata katika mazingira ambayo ni magumu. Tuko watu wengi hapo, tumekuja kanisani, wako wanaofikiri afadhali misa iendelee tu mpaka kesho, kwa sababu ana mambo mengi kichwani. Lakini kuwa na imani, haya yanayokutesa, mawe haya yanayokusumbua, kuwa na imani, Mwenyezi Mungu atakuletea njia. Tunaona somo la tatu, kuvuka bahari ya Shamu. Uoga wa kufanya mambo ya msingi umepitwa na wakati. Tunao ndugu zetu tutakao wabatiza leo na kuwapokea katika kanisa takatifu Katoliki la Mtume. Hawa walivuka bahari ya Shamu walipokuwa wanatoa kwa mara ya kwanza ahadi yao ya kutaka kuwa Wakristo. Wako ndugu zao ambao pengine hawakupenda, wako rafiki zao ambao pengine hawakutamani. Hii ilikuwa ni njia ya kuvuka bahari ya Shamu, na kuvuka bahari ya Shamu ni kuendea ukombozi. Ndio maana njia hiyo haitakuwa rahisi kamwe. Lakini somo la 4 tunaona ahadi ya Mungu ya kuwaleta manabii ambao ni ahadi ya wokovu, watakao kuja kugusa katika bahari ya Shamu, watakao kuja kutolea lile jiwe ili tukamwone Kristo. Mungu hakuacha watu wake hata mara moja.